Kuna mtu amenitumia hiyo comment hapo kwenye post yangu kwamba ana struggle to choose the best font for a particular design and anahitaji help. So hizi ni tips ambazo mimi naenda kukupa ambazo zitakusaidia wewe, either you are tayari upo kwenye designing industry au wewe ni unaanza as a beginner katika graphic design. Hizi tips zitakupa mwongozo jinsi ya kuchagua font sahihi ambazo wewe utazitumia kwenye designing yako. Kitu cha tatu, prioritize readability, kwamba font uliyotumia kwenye document yako au mimi kwenye designing yako inasomeka vizuri na watu wanaelewa the main concept ambayo imebebwa ndani ya hiyo designing yako. Obviously unaweza ukatumia very beautiful fonts lakini kama haisomeki ina maana that design is useless. Kwa hiyo jitahidi sana kuchagua font ambayo inasomeka vizuri bila changamoto yoyote. Obviously epuka kutumia decorative fonts like script fonts kwenye long paragraphs. Most of them tunatumia kwenye zile short phrases au short quotes na kadhalika. Vile vineno vifupi vifupi sana ndio huwa tuna prefer script fonts au decorative fonts. Kwa hiyo jitahidi sana kuzingatia readability before hujaipeleka kwa mwingine. Wewe kama wewe ukiweka kazi yako unasoma. So unaweza ukatumia very beautiful fonts but ikawa useless if people can't read it. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho kitakudirect wewe uchague font ya aina gani au utumie font ya aina gani katika designing yako. Kitu cha nne ambacho tunazingatia katika kuchagua font sahihi, huwa tunaangalia kwenye upande wa font pairing. Font ambazo umezichagua kutumia kwenye design yako husika, are they pair properly? Jiulize hilo swali na unaweza ukajijibu kwa kuziangalia how they appear katika screen yako, zinaendana? If not, achana nazo. So muhimu unapo prepare font, jitahidi sana kuzingatia if umetumia bold font for headings or subheading, jitahidi body text iwe na light font. Hii inatengeneza combination nzuri sana na inafanya design yako iwe very clean. If umetumia serif font, basi jitahidi kupea na sans serif. Obviously utakuwa unazifahamu serif fonts zinakuaje, au naweza nikakupa mfano. Fonti zote zenye structure kama ya Times New Roman, zenye structure kama ya Garamond, hizo ni serif fonts. Sitaweza kuziongelea kiundani kwa sasa, lakini sans serif fonts ni hizi fonti ambazo na huwa zinatumika sana kwa sababu ziko very clean na zinatumika sana kwenye hizo corporate or professional posters like Poppins, Montserrat na kadhalika. So jitahidi endapo utatumia serif fonts, jitahidi kupea hizi na sans serif, endapo utatumia sans serif, jitahidi kupea na serif fonts, lakini si lazima. Unaweza ukapea the same font ila ukatumia katika different ways like heading ikawa bolded, body text ikawa light, subheading ikawa na medium. So jitahidi sana, na endapo utatumia script fonts, hakikisha unapea na fonti ambazo ziko light au fonti ambazo ziko na structure kama ya sans serif, huwa zina match perfect. So kitu kingine cha kuzingatia iko unapochagua fonts, in case you want to use more than one font or you want to use different weights of the same fonts.